basi enendeni. Wajibu unaanza, basi enendeni. Akisha sema hivyo, hajasema basi na waomba muende. Halo, Yesu hajasema basi na waomba muende. Anasema basi enendeni. Ni amri. Alafu anasema mwende wapi? Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa na kuwafundisha kuwashika yote niliyowaamuru ninyi. Maana yake nenda mkatengeneze mashahidi wengine. Kama wewe ni shahidi, unawajibika kumtengeneza shahidi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkawa niliyowaamuru ninyi, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kwenye Ufunuo hili neno linaonyesha neno la ushuhuda wao ni moja ya silaha inayotumika mpaka leo kumkandikia shetani? Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema saa ile unaamua kwenda kuwa shahidi, yeye anasema tazama niko pamoja na wewe hata ukamilifu wa dahari. Unaweza ukaona uka mwenyewe, lakini anasema mimi niko pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wajibu wa kwanza, anawajibika kutii agizo kuu. Kila Mkristo anaposimama kama shahidi, anawajibika kutii agizo kuu. Hapo hakuna utetezi. Nisikilizeni, hata watoto unatakiwa kumshuhudia mtoto mwingine. Mwalimu wa watoto ananisikia? Watoto wanahubiri Injili. Watoto sio tu wanafanya michezo mtoto tu. No. Kwenye michezo hiyo wanatakiwa kuwatengeneza mashahidi wengine. Sasa hapo sijaongea vijana. Maana yeye anasema nimewaandikia ninyi mna nguvu na nyinyi mmemshinda shetani. Sijawasema na hata sitaki kuwasema. Ni wajibu. Ni kila mmoja aliyepata nafasi ya kusema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kitendo hicho kinamuingiza kwenye wajibu wa maisha yake yote wa kuwatengeneza mashahidi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Idara ya watoto, natamani siku moja nione mkutano wa watoto na mtoto anasimama anahubiri Injili. Ndiye mwinjilisti wetu. Tunao watoto wa injilisti hapa. Wao hujawafuatilia kama hujawafuatilia, lakini muombe Mungu tutakuongoza utapata. Wapo watoto wa injilisti kabisa. Na akisimama anahubiri Injili na watu wazima wanapiga magoti, wananyosha mikono yao, wanapokea Bwana Yesu. Jamani, tunaenda sawa sawa. Wamama mpo? Wamama mpo? Wapo wamama wa injilisti hapa. Wapo wamama wa injilisti hapa. Hebu idara, oneni uwezekana kumfikia mwenyekiti wa injilisti. Mwambie tunatamani zamu hii huu mkutano uwe wa idara yetu. Eti baba tutakata. Hakuna shida. Hakuna shida. Jamani, tunaenda sawa sawa. Lakini kama hujawa mkutano, basi tuna nafasi ya kushuhudia. Tunapokutana Jumanne, unanisikia kiongozi, tusishie humu ndani, tutashuhudiana wenyewe. Hapana, ifike mahali wakati mwingine twende kuwatafuta wamama wengine. Kuna wamama wamepotea, kuna wanawake wanapotea, kuna wanawake wanaangamia. Kawaendea, kawaambia Yesu alivyo mzuri, waeleze Yesu alikokutoa, waeleze Yesu alivyokuweka, walete nyumbani kwa Bwana. Wanaume tumesikia hilo. Wanaume tumesikia. Mwenyekiti wa CMF, umenielewa? Twende tukaseme. Sisi tumeelewana. Mna nguvu, mna uwezo wote. Wala hata kuhitaji hela. Beba vyombo kwa nguvu zenu, au kiwezekana mnachangishana, mnaondoa kispika tu cha 200. Mnaenda mtaa kwa mtaa, pale kwa Madoti ni Jumatatu.
Ni Jumatatu kama kesho ile saa 10 tu inatosha. Nafika pale kwa Madoto, mnakaa wanne na yende mbele injili, watu wanaanza kushangaa. Wakianza kushangaa, anasimama mmoja anawaambia habari za Yesu. Hawajakaa sawa sawa. Waliopatikana wanaongoza sana toba, mnasonga mbele. Chanielewa, Yesu anatamani watu wachakalikaji. Hao ndio wanaomshinda ibilisi. Hatuchakaliki tu kwenye upande wa utambaji. Yesu tutafute, lakini Yesu anataka tumzalie matunda. Anataka tuchakalike kwake. Bwana asifiwe. Kila aliyeokoka anao wajibu wa kwanza wa kutimiza agizo kuu. Sasa sio kusema mimi sijui kuhubiri. Maisha yako yanatosha kuhubiri. Ukiishi kama Mungu anavyotaka, maisha yako yanatosha kuhubiri. Kitendo cha kutembea njiani, kijana ambaye ulizoeleka, unavaa kanake, ulizoeleka hivyo, unanyoa kiduku, ulizoeleka hivyo. Leo hii unatembea mtaani umeshikilia Biblia. Ni Jumatano unaenda kanisani. Nenda usipande bodaboda wewe, sikiliza wewe. Kushika Biblia ni injilisti. Mnasikia wapendwa? Kijana kama ubadilishe, usipande boda. Wewe shika Biblia yako taratibu tu, hapo kunaimba taratibu. Anijua vyema Bwana. Unaenda mbele za Bwana, unaenda kuabudu. Wanakuona Jumatano, wanakuona Ijumaa. Ule ni uinjilisti. Na ukishika Biblia, uishi sawa na Biblia. Ukishika Biblia, uishi sawa na Biblia. Itakuwa ni aibu ikawa hatukukuta wameshika Biblia, baada wanakuta kwenye vijiwe vya waovu wenzao, kwenye vijiwe vya mabaya, mara wanaanza kuambizana, tumemsikia huyu kijana hana miti mahali pale, amempa sijui kule imekuwa. Ukisha kwa hiyo ni aibu, na ni aibu ya milele. Amen. Shika Biblia, nenda kanisani. Ule ni ushuhuda. Kuna watu watakuuliza, hivi wewe kile Jumatano naendaka wapi? Kuna wangapi waliangalia kipindi cha Futuhi sana Star TV? Kama Jumatano, kama wiki mbili zilizopita. Kuna siku alikuwa anaigiza habari ya ushuhuda. Mtu akamwambia tunaenda kula chakula, tunashiba. Huyu akadhani wanaenda kula ubwabwa. Kumbe wao wakikutana, wanakaa, wanafundishana, wanamshukuru Bwana, wanamsifu Bwana. Ameenda pale amekuta wanasifu, akadhani ndio kuna chakula, akakimbia kwenda kutafuta ndizi na matunda ili ajalie ubwabwa. Alafu anarudi anawakuta watu wapo wanakawana neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anawauliza sasa, wamesha kula? Anambia hapa tunakula chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tushinde na waigizaji. Tushinde na waigizaji. Maisha yetu yanatosha kumhubiri Yesu. Mienendo yetu inatosha kumhubiri Yesu. Majibu yetu yanatosha kumhubiri Yesu. Matamko yetu yanatosha kumhubiri Yesu. Kauli zetu zinatosha kumhubiri Yesu. Wewe umeokoka. Hakuna kana vijana wanaanza kuambia ya mwanangu siku. Wewe, haya maneno ya walevi. Ni maneno ya mafuta bangi haya. Hapana, wamependa Mungu akubariki. Penda Mungu anakupenda. Penda Mungu akubariki. Kwa namna hiyo unawavuta watu wanakuja kwa Yesu.